husuda. Cha kwanza, huwa tabia za kichawi zinaambatana na husuda. Husuda ni nini? Husuda ni wivu mbaya. Ni mtu ambaye ukifanya jambo la mafanikio lazima mkosane. Hivyo unanielewa? Hata kama ninyi hapa ni wanakwaya, ikatokea kuna mtu ameforo, mwalimu akamsifia, kama ni rafiki yako wa karibu ni mchawi, kwa sababu ya kusifiwa kule ni kosa. Haitakaa siku ya kwanza au ya pili, utatafutiwa sababu na mtakosana. Unanielewa? Kama yatatokea maendeleo fulani kwako, siku hiyo wakasema, ndugu, ongera, umependeza. Ukiwa na mtu wa karibu ambaye ana tabia za kichawi, tegemea kukosana. Kila ambacho sema kitakuja kwako, mtakosana tu. Yaani mpaka tafute position mje mpatane. Kwa hiyo ukisoma ukakuta unaye mtu karibu ambaye ukisema najenga, mnakosana. Ukisema sijui nini kimetokea kwangu, mnakosana. Kizuri kimetokea, mnakosana. Kaa mbali naye. Hivi unanielewa Bwana wa Mungu? Hivi unanielewa? Nimesema usisubiri kuota. Kuna baadhi ya tabia zinakuashiria tu. Unaweza ukakuta kuna mtu amekuja hataki kukusalimia, amenona tu. Lakini kwa nini kanona? Hapana, kuna kitu chema amekiona kwako. Kwa sababu amekiona kwako, hataki kukusemesha. Usiwe radhi na mtu anayekuchukia bila sababu. Anayechukia mafanikio yako, anayechukia maendeleo yako, anayechukia baraka zako, mwacha chukie. Kaa mbali naye, wewe songa mbele kwa jina la Yesu. Haleluya! 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 Nimesema haishi kukuonea wivu tu, mnakosana. Hujawahi kuona? Hivi unanielewa? Sasa hiyo ni tabia mojawapo ya kichawi. Unanielewa? Yaani kitendo kukosana. Yaani shida tu wamekwambia, ndugu, leo umependeza. Kwa nini wasinisikie nini? Sikiza. Kwa nini wasinisikie nini? Kwa nini wamsifie yeye? Yaani ile tu tayari itakutafutia nini? Ataanza kutafuta sababu. Mnakosana. Ila akisikia baya, unakuwa rafiki. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo hiyo inaitwa ushuhuda. Kungua mtu ana tabia hizo, maana Mungu, mimi nazungumzi kama mbali. Ukijisogeza kupata umeataka kwa mikono yako, mimi nimeshaona. Hivi unanielewa Bwana Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi ni mtu ambaye anapenda kutishia. Wachawi wana tabia ya kutishia. Yaani kusoma mtu hivi anapenda kutishia watu, ndani kuna mbegu ya kichawi. Mara nyingi hutumia neno tutaona. Akisema hivyo anamaanisha ninaenda kuroga. Hivi unanielewa? Kanisa, unanielewa? Yaani tutaona. Akisema tutaona, ndani yake anamaanisha naenda. Hesabu 23 inasema hakuna uchawi juu ya Israeli, hakuna uganga juu ya Yakobo. Wanaokuambia tutaona, usiwaogope.
Wanapoenda kuroga, hakuna uchawi wao utadunda kwa jina la Yesu. Uchawi wao utashindwa kwa jina la Yesu. Amina. Uchawi wao utakwama kwa jina la Yesu. Kajikuta mtu ana vitisho, sio hali ya kawaida. Ndani kuna mbegu. Hivi unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Wanafurahia mabaya yanapowapata watu, maana lengo lao ni kuhakikisha watu wanakosa amani. Unanielewa? Yaani unaweza ukajenga nyumba mchawi akakaa kimya. Unaweza ukapeleka watoto shuleni akakaa kimya. Unanielewa? Unaweza ukapata bodaboda akakaa kimya. Unaweza ukafanya chochote ukakaa kimya, lakini siku utakapopata ajali utayakuta majengo. Siku baya litakapokukuta, mmegombana ndani ya nyumba, siku mliocheka atakaa kimya. Siku mtakayogombana utayakuta mzumira. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Siku utabahatika kupata biashara atakaa kimya. Siku biashara yako ikipromoka utayakuta jangwa. Unanielewa mwana wa Mungu? Siku utakayokuwa na hali mbaya, hata kama nafahamu namba ya ndugu yako wawili, atawapigia. Hujamtuma, hujamwambia, hujafanyeje, ni watu ambao wanafurahia unapohuzunika. Hata kama watakutia moyo, lakini huzuni yako kwake ni ushindi. Huwa ndani ya moyo wanafurahi kwa sababu wamefanikiwa kukuhuzunisha. Kusudi la wachawi chini ya jua ni kuhakikisha dunia haina amani. Watu hawana amani, watu hawakai kwa amani. Kwa hiyo mtu yoyote anayechekelea maovu na mabaya, hata yawe ya nchi, hata yawe ya kwako, huyo ndani kama sio mchawi ana tabia za kichawi. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha mwanangu, na wewe usiwe unafurahia mabaya yanapowapata watu. Biblia inasema tujifunze kuwaombea watu mabaya yanapowakuta. Na mimi ni shahidi, kama kuna mwanangu anafanya vizuri hapa, sijawahi kupokea simu, lakini ole wake litokee moja. Kuru baba. Umesikia brali baba? Kuru baba. Waandishi wa habari wengi, lakini angalia kwenye mambo mema. Watu wanategea mabaya, wapige simu, ni tabia za kichawi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Wengine baadhi, sio hapa, sio wote, huwa na kiburi sana. Umenielewa? Hapa ni baadhi huwa na kiburi sana. Huwakosea watu adabu. Haheshimu watu, anawakosea watu adabu. Huwa wanadharau watu na kusema hawana cha kunifanya. Unanielewa? Dharau watu na wanasema hawana cha kunifanya. Hivi kweli dunia haina mtu cha kumfanya mtu? Kama walimfanya Osama, watashindwa kukufanya wewe? Hivi unamfahamu Osama? Ulikuwa unamsikia Osama? Ulikuwa unamsikia Saddam Hussein?
Ulikuwa msikia Idi Amin? Hata mchawi na kaburi kake hawana cha kunifanya mimi. Watanifanya nini? Kinachokuwa kinasumbua na kusema pale ni pepo la kichawi linalokuwa ndani ya mtu. Ni watu ambao wanatakiwa kuwahurumia, kwamba hebu umhurumie mchawi huyu. Hebu unanielewa Bwana wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anaona kuna mtu wa kumfanya chochote, labda mchawi mwenzake. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Hujiona bora kuliko wengine na kusema wengine hawana lolote. Hivyo unanielewa? Oh, haleluya. Wanajiona bora kuongea, bora kufikiri, bora kufanya kila kitu kuliko wengine, na kusema wengine hamna lolote. Hapana chochote pale. Yaani mtu anakuambia wewe huna lolote. Maana yake nini? Mtu akisema huna lolote maana yake ninakumudu. Hivi unanielewa Bwana wa Mungu? Mtu akisema huna lolote au hamna lolote, maana yake na tafsiri yake ni kwamba ninakumudu.